Fuse Tanzania, sauti ya vijana Tanzania. Siku ya leo tumekuwa hapa katika tamasha hili, lengo ni kuweza kuchagiza sera ya serikali katika vision ya Youth Entrepreneurship for the Future of Food and Agriculture. Tukasema pale chini kwamba ajira yangu project. Kwa hiyo sisi ndio ambao tunaratibu zile shughuli za vijana kwenye kilimo. Ndio maana siku ya leo tumeweza kuchagizwa katika kauli mbiu inasema wekeza kwa vijana kuharakisha maendeleo ya taifa na ustawi wa nini jamani? Wa jamii. Na niona hapa mbele nimekuja nina session mbili za kufanya. Sehemu ya kwanza nitafanya testimony kwa ajili ya kuweza kuona vile mimi nilikokuwa mpaka nilipo hata sasa, na sehemu ya pili nitaelezea kile ambacho tunakifanya kama Voyota pamoja na Agla. Na kwa kusema hivyo basi mimi nilipata fursa hii ya kilimo kuanzia mwaka 2013, nikawa nafanya taratibu. Nilipofika mwaka 2023 nikapata mwaliko rasmi wa kuweza kuchagizwa katika kilimo, na nilikuwa nikitokea hapa mkoani Rukwa. Hivyo basi mnamo mwaka jana nilipata fursa ya kuweza kwenda kuona maonyesho ya wa vijana ambao wanafanya kilimo katika nchi 9. Nilipata kibali kutoka katika ofisi ya mkuu wa wilaya hapa Sumbawanga. Nashukuru sana ofisi ile iliweza kunikarimu, na mwisho wa siku nikaweza kwenda kule ambako kulikuwa kuna maonyesho. Naona hapa nimekuwa nikipambana kama ninyi vijana wenzangu, na siku leo tumekuja hapa kuweza kusema ya kwamba vijana tukiamua inawezekana. Mimi mwaka wa jana nilipata nafasi ya kwenda Israel, na mara ya pili tukaenda Marekani, na mwaka huu tumekwenda hapa Uganda pamoja na Rwanda. Tumekwenda kwa ajili ya kilimo tu, wala sio kitu kingine. Na unaona hapa huwa najihusisha na kilimo cha mboga na matunda. Pamoja na hivi jinsi nilivyo, lakini ndiye ambaye anahusika na kuweza kuratibu shughuli hizi za kilimo. Tunafahamu juu ya kitu kinaitwa BBT vijana wenzangu. Mnafahamu BBT? Wangapi wanafahamu BBT? BBT. Wanarukwa, wanasumbawanga, ngapi wanafahamu kuhusu BBT, Building Better Tomorrow? Sema kwa Kiswahili tutakuelewa. Sawa. Nitaizungumza kwa uzuri kabisa katika session inayofuata. Hivyo basi kupitia kilimo ambacho kauli mbiu inasema ya kwamba wekeza kwa vijana kuharakisha maendeleo ya taifa na ustawi wa jamii, mimi kama kijana niliweza kupatiwa mafunzo na nikaweza kujikita katika kilimo. Ninafurahi sana kuona ya kwamba vijana wenzangu tunalima. Nafahamu ya kwamba pale nyumbani kwenu mna nyumba, wewe kama mmepanga au mnakaa kwako, kama una nafasi tu ndogo, usikubali kupanda eneo lote maua, hakikisha ya kwamba kuna sehemu unapanda hata mboga tu za kuweza kuzitumia wewe pale nyumbani. Si salama sana vijana wenzangu pamoja na kina mama kama mpo mnanisikiliza, ukawa kila siku unatoka nyumbani unakwenda na kikapu chako sokoni kwenda kununua mboga ambazo unaweza kuzalisha wewe mwenyewe. Unapoona pale chini tumeweka ile picha ya cabbages, vijana wanaweza kufanya fursa ile ya cabbage, kama sio cabbage basi kwa aina zake. Kwa hiyo basi nimefanya testimony fupi kwamba ukiamua kuwekeza kwenye kilimo na inawezekana, na watu watakuona, serikali itakuona, itakuchukua, itakupeleka sehemu kwa ajili ya kuweza kuleta tija katika jamii ambayo inafanya jamani inatuzunguka. Vijana wenzangu safi? Mmenipata vizuri? Naam. Nini kimenifanya niweze kuzungumza hapa? Nimekuja hapa kuzungumza kwa ajili ya vitu viwili tu. Jambo la kwanza, nimekuja kuleta hamasa kwa vijana kufanya mobilization ili waweze kuingia kwenye kilimo, naona ya kwamba kilimo ni ajira kama ajira zingine. Jambo la pili, niko tayari kuweza kufanya kanzidata, kuchukua taarifa za vijana ambao watakuwa wako tayari kuweza kujichagiza kwenye kilimo moja kwa moja, kuingia wedha kwa kuongeza thamani kwenye kilimo katika mnyororo wa thamani wa mazao, au ye mwenyewe aende field akalime kidogo. Nitarudia. Niko hapa kwa jambo mawili tu. Jambo la kwanza ni kufanya hamasa kwa vijana kuweza kuingia kwenye kilimo. Jambo la pili, kuweza kuchukua kanzidata, taarifa za wale vijana ambao wako tayari kwa ajili ya kuweza kuanza kufanya kilimo. Sisi kama Voyota pamoja na Agla tumeleta mradi huu wa YEFA, utakuwa hapa mkoani Rukwa kwa muda wa miaka 3. Mradi huu umeanza mwaka jana, tukafanya inception katika manispaa yetu pale
pale katika ule ukumbi wa manispaa, lakini pia tulifanya inception pale mkoani, na leo hii tumekuja hapa kuweza kuchagiza kwamba tuko ndani ya mkoa huu. Kwa mara ya kwanza, ndugu mgeni rasmi, mradi huu umejikita kule Nkasi pamoja na Kalambo, lakini mwaka huu kuanzia mwezi wa 11 tutajikita hapa Sumbawanga katika kata 9. Katika kata hizi 9 nitazitaja. Watu walioko kule Malonje, kata ya Molo, walioko huku Mawenzusi, walioko kata ya Milanzi, walioko kata ya Izia hapa mjini, walioko kata ya Majengo, walioko kata ya Katandala, walioko kata ya kule Kanondo, ile kata inaitwa Mtendo. Hao watakuwa ni sehemu ya kwanza katika watu ambao wanaweza kunufaika na mradi huu. Watafanywa nini? Wataweza kupewa mafunzo kwa ajili ya kilimo, lakini pia wataweza kupewa nyenzo kwa ajili ya kuweza kuchagiza kilimo. Kama waliofanywa vijana wa kule Nkasi, wamepewa mashine za kuweza kupigia mpunga, wamepewa mashine za kuweza kupigia mahindi, wamepewa maturubai kwa ajili ya kuweza kuyakodisha. Lengo ni kuweza kutunza mazao yao, lakini pia wamepewa elimu ya kuweza kutunza mazao ili waweze kujua ni muda gani au wakati gani unaweza ukaandaa mazao yako yakaja kukufaa kuuza hapo baadaye. Na mwisho kabisa watapewa elimu ya fedha, kwa sababu tunafahamu kwamba sisi ni vijana. Usipojua namna nzuri ya kuweza kutunza fedha zako, mwisho wa siku utakula nini jamani? Mtaji wako. Vijana wenzangu, mmenielewa vizuri? Mmenipata vizuri? Nikisema YEFFA unasema ajira yangu. YEFFA na hiyo ndio ambayo itakuwa ni kauli yetu mbiu kuanzia mwezi wa 11 katika manispaa hii hapa ya Sumbawanga. Hivyo basi, nakusihi kijana ambaye unasikia hivi sasa, wewe kawa umejiunga pamoja na watu wa Chemchem Radio, au kama unanisikia moja kwa moja hapa face to face, anza kujikita katika kuwekeza kwenye kilimo. Kilimo ni ajira kama ajira nyingine. Ndugu zangu wasomi, cheti usikipe sana kipaumbele. Hakikisha ya kwamba elimu ni jambo la msingi, lakini cheti usikipe sana jamani kipaumbele. Ona fursa iliyo jirani yako, itumie. Inaweza kawa ni kushona, ukaenda kushona. Inaweza kawa ni kwenda kwenye kilimo, nenda kwenye kilimo. Lengo tu uweze kupata nafasi ya kuweza kupata maendeleo kwa ajili ya taifa na ustawi wa jamii. Unaposema ustawi wa jamii, wewe ndiye jamii ya kwanza ambayo unakuwa mtu wa kwanza kuweza kupata nafasi. Inaweza kama umepata nafasi hii leo, ulipata nafasi hii jana, siku ya leo iwe ni sehemu ya kuweza wewe kushtuka, kuanza kufanya shughuli zako kwa weledi. Lakini jambo jingine pia, tunasisitiza kama vijana ambao wanajiunga na miradi hii kwa ajili ya kuweza kupata fursa za kilimo, fursa hizi zipo kwa wale tu ambao wako field, sio wewe ambaye una matamanio. Kwa hiyo mimi kama una matamanio, niko tayari kuweza kukupush uweze kwenda kuanza field, kuanza kulima, hata kama itakuwa ni hatua 10 kwa 20, hata kama utapata miche ya nyanya. Mfano kipa miche ya nyanya leo hii, miche ya nyanya 20, namna kuweza kuitunza, wewe utatumia gharama kubwa zaidi kuliko ambaye anatunza nusu heka, kwa sababu utakwenda kununua viuatilifu sawa sawa na yule ambaye anakununua viuatilifu vya nusu heka. Kwa hiyo basi vijana wenzangu, katika nafasi hii ya kuweza kujikita katika kilimo, mimi niko tayari na siku leo nitakuwa hapa na ninyi kuweza kuwachagiza kile ambacho tunakifanya. Nimepata nafasi pia ya kwenda BBT, kwenda kuona vile ambavyo wenzetu wanafanya. Katika manispaa hii sijua walipata watu wangapi kwenda kule BBT, lakini mimi nilipata nafasi hiyo ya kwenda kule kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya. Nilipata nafasi ya kwenda kule, nikaona kile ambacho kinafanyika kule Dodoma. Vijana wenzangu, Rukwa tuna ardhi ya kutosha, na Wasiko mara ya pili, kupitia ardhi tulionayo tuweze kupata wasaa wa kuweza kwenda wapi jamani? Shambani. Mwisho kabisa niseme ya kwamba nitakuwa hapa kuweza kushirikiana na ninyi. Lengo ni kuweza kuamsha hisia za vijana ambao wanahitaji chachu ya maendeleo kupitia kilimo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana katika kilimo. Mimi niko tayari kuwa sehemu ya kukuvusha ili uweze kufikia ndoto yako. Asanteni sana.